Kazi na utu. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama Wanamonduli tunaamini kwamba kutokana na maendeleo aliyowafanyia wananchi ndio iliyopelekea ushindi wake wa kishindo, na sisi ndio wasaidizi wake, tunao wajibu wa kumsaidia. Maisha yana vipindi hivi, kujipanga na kustarehe. Sasa uamue. Ukigeuza kalenda wakati wa kujipanga ukistarehe, ukifika wakati wa kustarehe huwezi kujipanga tena. Ugonjwa unatokea kwa mtu yoyote bila kujali cheo, bila kujali umri, bila kujali kipato chake. Issue inakuja umejiandaaje. Kwenye swala la ugonjwa tunao mbadala wa kujiandaa. Tunajiandaaje? Lazima tuwe na bima za afya. Mheshimiwa Rais mwaka 2023 kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walipitisha sheria ya kuhusu swala la bima za afya. Ilipofika Agosti 2024 utekelezaji wake ukafanya nini? Ukaanza. Na sote ni mashahidi, wakati wa kampeni zile za mwaka 2025 miongoni mwa ahadi zake ni kutoa bima za afya kwa wote. Kwa maana haijalishi hapa katikati walikuwa wenye bima za afya ni watumishi peke yake, si ndio jamani? Lakini Mheshimiwa Rais akaona kwamba kutokana na umuhimu wa wananchi, wanatakiwa wananchi wanapoletewa maendeleo na swala la afya pia lifanye nini? Lizingatiwe. Ndio maana tumeita makundi mbalimbali hapa ambayo ni wawakilishi kwenye jamii, tuwe na uelewa wa pamoja. Na leo hii wenzetu wa NHIF wako hapa. Lengo ni nini? Lengo ni kwenda kutoa elimu kwenye jamii yetu ya Wanamonduli ili waweze kujiunga na bima ya afya kwa wote, tuweze kuona faida ya serikali yetu hii inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kama alivyokuwa ameahidi kwenye siku 100 za mwanzo za uongozi wake. Monduli oye! Kwa nini tunasema bima ya afya kwa wote? Jambo la kwanza, unapokuwa na bima ya afya, popote utakapopata maradhi utapata matibabu. Ukiwa na bima ya afya, uwe na pesa usiwe na pesa, ukienda tu na kadi yako unapata nini? Matibabu. Pamoja na kwamba unaweza usiugue, lazima tuweke utaratibu wa kwenda kucheki afya zetu. Maisha yamebadilika. Unaweza kumuona mtu ni mnene au anang'aa lakini ni mgonjwa. Watu wengi hawana utaratibu wa kwenda kucheki afya. Mambo ni mengi. Mwingine hajui umuhimu, mwingine anaweza akawa siwe na kipato. Lakini ukiwa na bima ya afya, utaweka utaratibu wa kwenda kucheki afya mara kwa mara. Wakati wa kampeni mwaka jana, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi ndani ya siku 100 kuhakikisha kwamba watumishi katika kada za afya na elimu wanaajiriwa. Naomba niwataarifu kwamba kwa kipindi hiki cha mwezi wa kwanza serikali imetupangia watumishi wa ajira mpya 79 wa kada ya afya. Kwa hiyo ambayo tunakwenda kupunguza ile nguvu au changamoto ya kutokuwa na watumishi kutosha kwenye maeneo yetu ya kutolea huduma. Kwa hiyo naamini watumishi hawa watakwenda kupangwa kwenye vituo vile ambavyo vina watumishi wachache ili kuendelea kuboresha huduma za afya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, sisi kama wananchi wa Monduli, kwa kuona kwamba ni vyema tuwe na bima ya afya pamoja ili kila mwananchi awe na afya, aweze kutekeleza wajibu wake. Na sera ya afya inasema kwamba wale wazee wasiojiweza serikali ilikuwa inaleta, walikuwa wanatibiwa kwa msamaha, sio jamani, lakini sasa inaenda kulipa moja kwa moja, inaleta fedha kwenye kituo ili kituo kiweze kununua dawa. Wakati tunapata mafunzo haya na sisi kwenye ngazi ya mkoa, walituhakikishia kwamba MSD ambao ndio wenye mamlaka ya kusambaza dawa
wana makubaliano mazito na makubwa na bima ya afya, mfuko wa bima ya afya ya kusambaza dawa kwa wakati. Kwa sisi wote tunaamini tukisimama kwa pamoja, tukahamasisha watu wakajisajili, watu wakalipa, tutakwenda kutekeleza hii ahadi ya Mheshimiwa Rais bila matatizo. Ukishajisajili ukapewa control na ukalipia, utakaa siku 30 ndipo upate huduma. Wasio na NIDA tuichukue kwamba wasio na NIDA watapewa namba ya utambulisho, lakini ukiwa na NIDA hakuna haja ya kupewa namba ya utambulisho. Ukiwa na kitambulisho cha NIDA unapata huduma. Sisi watekelezaji, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, watoa huduma kwenye ngazi ya afya, CHMT, wote tunatakiwa tutembee, twende tukaseme kwamba hii huduma, hii utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ndio tumeanza sasa, ili wananchi wachangie. Hii elimu isiwe sisi ndio tumetosha kwa tumejifunza. Naomba elimu hii ishuke vitongojini, ndio kwenye watu kule nako wakapata elimu kama hii, ili tuweze kuhamasisha Wanamunduli kwa wingi tuweze kujiandikisha kwenye bima ya afya. Tunajua msingi wa binadamu ni afya. Akiwa na afya njema, basi hata hichi tunachosema kwamba tunakwenda kuwapambania kupata maendeleo, wataweza na wao kujituma kujipatia riziki kule waliko kuliko akiwa hawana afya njema. Naamini kila mtu hapa anatamani awe na bima ili aweze kupata matibabu. Ukiwa na bima kuna faida nyingi. Unaweza siku kaamka huna hata shilingi 10, alafu mtoto akawa ameumwa ghafla, ama mkeo ama mumeo ama mzazi wako, kupitia ile bima ambayo umeilipia inaweza ikakusaidia ukapata matibabu bila kuwa na hela mkononi, kwa sababu tayari una malipo ya bima yanakuwezesha kupata matibabu. Mimi niseme tu kwamba sisi kama halmashauri tutaendelea kufanya uhamasishaji ili watu wetu kutoka halmashauri yetu ya Monduli wajisajili kwa wingi katika bima hii ya afya kwa wote. Kingine ambacho sisi kama halmashauri tumekwisha fanya, zahanati kama 4 Murwa, Nengipima, kule Selela, Ranchi, Yongolika, tumevifanyia kazi hivi karibuni kujiandaa kutoa huduma iliyo bora kulingana na bima ya afya kwa wote. Yale mapungufu ambayo tuliyaona kwenye bima ya afya iliyoboreshwa, zile huduma ambazo zilikuwa mnaenda msipati kwenye hiki kitita cha bima ya afya kwa wote, sasa zimekuwa zimefikiwa kwa undani. Baada ya usajili, sio kwamba utasajili leo unapata huduma, au ukisajili unakaa siku 30 ili mifumo iweze kusomana. Kwa hiyo inawezekana leo ukatoa 30 ukaenda kwenye kituo cha huduma ya afya, inawezekana jina lako litakuwa halijingia kwenye mifumo. Kwa ndani ya siku 30 ikisha reflect, ina maana ndio huduma zitaweza kutolewa. Kwenye eneo la vituo, kuna maeneo vijiji vilikuwa viko mbali, tumeongeza vituo vya afya. Kufika mwezi wa 12 mwezi wa 6 tutakuwa tumeongeza kituo cha afya cha Sepeko ambacho kitatoa huduma kama kituo cha afya eneo la mji mmoja, lakini kituo cha afya cha Ingaruka kinakamilika sasa hivi, tunamalizia theater na jengo la mama na mtoto limeshakamilika na inakuwa kituo cha afya, tumeshakitoa usafiri. Lakini kuna kituo cha afya Roksale tunakamilisha theater, jengo la mama na mtoto limekamilika, miundombinu ya nje imekamilika, na tunaenda kuwa kituo cha afya. Kwa hiyo upande wa remote tutakuwa na vituo vya afya viwili. Kama nafiko inashindwa, basi Roksale inachukua na gari liko tayari tumeshaliweka, itafanya hiyo kazi. Sisi kwenye kamati yetu tumeshapata taarifa hii ya bima ya afya kwa wote, na tulishakubaliana tukaelekeza kwamba ili ifike kwa wananchi haraka ni lazima ielekeze ofisi ya mkurugenzi wa wilaya awaandikie barua watendaji wa vijiji na kata ili waweke ajenda kwenye ofisi zao na serikali zao za vijiji na baadaye kwenye mikutano mikuu ya vijiji. Tunataka kutekeleza sheria hii ya bima ya afya ndani ya siku 100 ndani ya halmashauri yako. Kwa hiyo tunakuhakikishia kwamba ikifika kwa wananchi, inawezekana tukawa halmashauri ya kwanza ndani ya nchi ya Tanzania
kwa wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote. Basi kwa kuwa bima iliyoboreshwa imeboreshwa, ionekane kwamba imeboreshwa kweli kweli. Kwa hiyo wananchi wakienda, ichukuliwe kwa umuhimu mkubwa hiyo bima ya afya, na uhudumiwe kwa wakati na aruhusiwe kuondoka kwa wakati.